Nitakutafuta popote ulipo, wewe pekee ndio nimekupenda. Nimezunguka duniani kote, la moyo wangu umekuja kuwa wewe. Bado nitasubiri ile ahadi yetu. Wakati wetu nasoma shule ya msingi Negelo, ndio nakuja sasa kukutafuta. Katoka hapa asubuhi na begi yake. Alivyoniambia akasema aenda Dar. Sijajua. Kapita njia gani sasa hivi? Nasikia kwa modeli Kisimani. Kisimani pale kwa Biti Dugo pale. Sio unajua? Pale. Kwa Biti Dugo kwa Kisimani. Yule dada mlemavu pale. Hapo mwana. Teleza hivi nikapita hivi bila kuchoka mama. Hivi mdogo wangu mbona unapenda kuzurura sana? Sasa hivi tena unaenda wapi? Nenda kwa kiwangu mmoja hapo, si unajua mambo yetu vijana au vipi? Nataka kwanza kamcheki mara kitambo sana. Bali bila kuangalia mimi wangu sasa hivi mtiai zimezidi mtaani umogono nini ndogo kwa makini. Sana kama kawaida. Au kama kawaida kweli. Hamjamuona Makusa kapita hapa na begi? Makusa? Kapita na begi lake eti anaenda nayo kwa mguu. Kashachanganyikiwa na maisha yale achana naye. Ngwani. Basi baridi ngwani mfuatilizie jamaa. Wewe nenda utamkuta stand Mbezi. Yaani hao wale wamevurugwa kweli. Yaani demu sio na miaka mingapi yuko Dar es Salaam, kwanza atakuolea kashaolewa. Bado wao wanamwazia katika maakili yao. Si chizi yule naye kashavurugwa, si ngoja utafute hela tuachana nayo. Yaani mwanangu unajua nini? Yaani wale nayo ndio wamevurugwa kabisa. Nenda Dar es Salaam hata nauli hana hata hakuna tuomba hapa. Asa dogo? Wewe mimi niwaje nikachute maji baadaye tutakutana. Hamna noma mjomba. Ongea vizuri nikirudi. Poa. Kama kawaida. Ni wewe tena? Ndo mimi kaka, ndo safari ya wapi tena? Yaani unavyoniona hapa, nimetoka naelekea mjini. Naelekea Dar es Salaam, naenda kumtafuta Esther. Vyovyote itakavyokuwa, naamini nitakutana naye. Sasa kaka, mimi na taarifa mpya nimekuletea sana kwako. Ni taarifa gani hiyo ambayo umeniletea? Nimemwona babake la Esther amekuja. Na sijajua kaja na familia yake au amekuja mwenyewe binafsi. Unataka kuniambia baba yake Esther ameingia hapa kijijini? Ndiyo. Mbona kama taarifa ni nzuri hiyo? Sasa cha kufanya, acha mimi niahirishe hii safari ya leo. Turudi nyumbani ili tujue kama Esther ameingia hapa kijijini au hakuja naye. Sawa. Basi poa. Basi sawa, twende tu nyumbani. Poa. Hamna shida. Boni hawe anazingua dada kumtika angoje. Mwanao anazingua kikomo unapata kamoja tabero na unachura na shia na ukinda wangu azingua. Mwanao unajifanya sio muoga sana. Si unajua wewe askari wa juzi ulivyofanya. Najua. Vipi mwana? Poa, niambie. Safi, kwema. Fresh kama kaa. Mambo yasemaje? Fresh, mbona umechelewa mwana?
Kwa sehemu kidogo niliamkia. Ndio. Kwa vitu nilikuwa nafuatilia lakini sio mbaya. Nimepata nafasi nimewahi. Sawa sawa. Japokuwa nimechelewa kwa ufupi. Ndio. Okay, sasa vipi umejipangaje kuhusu party ya kesho man? Maana yule ni rafiki yetu sasa. Mimi mambo nishaweka sawa bwana. Sawa. Mimi nasubiri tu muda tu. Unajua jambo lingine ambalo limesababisha mpaka nakuita hapa ni kuhusu Aziki. Sawa. Anasikia ameingia hapa kijijini. Kwa hiyo na uhakika kwa atakuwa ameingia kwa sababu ya kuhusu hatimiliki ya ile eneo, kwa anahitaji tufanye nikabidhi. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisindikize. Okay, si ipo tayari. Ipo tayari. Basi tutafanya hivyo twende baadaye tukabidhi. Sasa wewe, naam, cha kufanya wewe chukua maji, tangulia nayo. Mimi kuna mambo na malizia hapa nyumbani. Sawa. Kwa hiyo ikifika jioni mimi nitakucheki, nitakuja. Basi haina shida. Haya poa. Mimi ngoja nichukue nitangulie nayo. Haina noma. Haya poa. Haya poa. Mzigo uko wapi? Wewe mwanangu wewe. Ule mzigo mimi nimeshangaa tu nimepoteza. Wewe unapotezaje mali mdogo wetu? Mzigo uko wapi? Poa Foti. Unajua madili mengi tunafanya. Na sijawahi kufanya kitu kama hichi. Ni mistake tu imetokea. Nataka nielewe babu. Afu mdogo wetu jembe hata amekana kustiri mbele ya kutia hata vugo. Oa mwanabishi azinguo yule mwanangu. Yule pale tumekinga kinoma pale mwenyewe unajua tumeingia ndani pale tumevunja mlango. Asanali, nyosha maelezo mwanangu. Mbona kama unatatanika sana? Shida nini babu? Wewe ashikaji, unajua madili mengi tunafanya. Na sijawahi kufanya kitu kama hichi. Ni mistake tu imetokea. Nataka nielewe babu. Kazini babu. Baada ya kutokea lile tukio niliporuka ukutani kwenye lile dirisha. Mzigo niliutupa. Sasa nilipoutupa ndo nikapoteza kimla. Wasikiliza hapo tulikupange mwanangu. Cha kufanya hapa, ujanja tunamsamehe. Wewe Asanali, tunakusamehe mwanangu. Acha kufanya, unajua ni nini? Unatakiwa kufuatilia huo mzigo hapo ulipotupa dirishani unaposema, sawa? Sasa ungekuwa ushamaliza msamaha. Usikia mwanangu? Hapo kajiwe mwanangu. Sawa. Tumeelewana mwanangu? Tushaelewana. Wafuatie. Jamaa natakiwa kaucheki mzigo sehemu alipotupa. Tunaelewana mwanangu Asanali? Sio umezingua mdogo wetu. Sio kwa mwenetu tumeshakukinda hapa ukanda dakika za mwisho mwanangu kwenye hela usiletaje masiana siku zingine, sawa? Na usiwe makini mwanangu. Naomba msamaha, mmenisamehe. Sababu kwenye babu hapa msamaha wako ifuata mzigo, lete mzigo. Chewa. Sheria. Tembea mwanangu. Chekecha sasa. Waachana nayo. Sawa Foti, nikwambie mwanangu. Dogo siku zingine atakiwa asizingue. Tunaelewana? Akizingua. Sema ndio izingua kwa hapa mizigo watoto wadogo kama hawa. Mimi nikwambia mzigo upita nao wewe. Asikiza mwanangu. Jamaa alionekana yuko shupavu sana. Sasa sikujua kwamba ila nini? Wewe tumsubirie. Maisha yenyewe mafupi ya. Safi. Kwa hiyo sio baridi, mimi ngoja nishuke mageto. Mimi natambaa hivi. Mimi niko hapa. Ndio maiwai. Kama nilivyokupigia simu nilivyokuelekeza. Ni kuhusu ile swala la mtoto wetu. So, mke wangu nakuheshimu sana. Ndio maana mimi nimekupigia simu kukuelekeza tu. Ila nikasema haiwezekani nikupigie simu afu mimi niendelee kukaa huko upate tu mawasiliano na simu. Nimeamua kuja hapa tujadili swala la Esther. Nadhani Esther kama nilivyokuambia kwa amepata mchumba. Na mchumba mwenyewe ni huyo hapo baba yake ambaye ana duka kubwa hapo. Mtoto wake sasa yuko mjini. So akasema baada ya wiki mbili ndo anakuja hapa kuhusu kuzungumzia hili swala. Mwenzangu naliafikije? Unamjua vizuri? Huyu mtu ni wa huku na ni mabosi wenzangu jirani yetu. Sema mimi ninachotaka hapa uliafiki, kama mliafiki wewe tunamuita hapa tunakuja kuongea naye. Sawa mume wangu. Sasa Esther yupo mjini na huyo mtu umesema yupo huko. Utaonanaje? Ndio maana wife nakupenda. Kwa sababu una maswali ambayo yanajenga. Ndio maana nimekuita hapa wote tuafiki pamoja. Kwa sababu
Yule babake kasema mtoto wake bado yupo mjini. Kwa hiyo hapa kasema baada ya wiki 2 ndo anarudi. Sasa mimi ninachoona hapa tufanye mpango Esther naye afike kabla ya nani ya wiki 2. Au unasemaje? Sawa, haina shida. Kweli? Sasa Zimbu, Naam. lile swala lako uloniambia nimeliweka kichwani, sio kama nimepotezea. Sasa naomba niache kidogo nipumzike, maana nimefika jana. Kwa hapa nipumzike kwanza. Kuhusu zile swala ambazo umeniambia, kesho kamwambia mama yako kesho asubuhi mimi nitakuwa nishafika hapa. Sawa? Basi hakuna shida mjomba. Sasa mume wangu, mama nikuandalie chakula. Mazungumzo zaidi nilivyosikiliza akiongea, inasemekana kuwa Esther bado yupo mjini. Hivyo sasa na wiki 2 zijazo Esther ataolewa. Unataka kuniambia Esther amepata mchumba? Ndiyo. Kwa hiyo Esther hajaja hapa kijijini? Hajafika bado kaka. Sawa, asante kwa msaada wako ulionipatia. Kwa hiyo rudi ndani. Acha mimi nielekee nyumbani. Tutaonana baadaye. Sawa. Poa. Kumbe Esther bado hajafika hapa kijijini, na baada ya wiki 2 ndio ataweza kufika hapa kijijini. Lakini pia ndo nimesikia amepata mchumba. Hivyo jambo ni la kweli au ameamua tu kunikatisha tamaa? Hapana. Lakini je, Esther siku ambayo nitakutana naye atanikumbuka? Nimebaki tu na picha yake ya utotoni, enzi zile tunasoma shule ya msingi. Kwa sasa atakuwa ni mtu mzima. Lakini kweli babake amefika hapa kijijini? Hapana. Hapa ni cha kufanya, lazima nimtafute popote alipo. Inabidi nielekee huko mjini kabla hizi wiki 2 kuisha, iwe kuja hapa kijijini. Maana ya kwamba akifika hapa kijijini yeye anakwenda kuolewa. Siwezi kukubali hili litokee, kwa kuwa nimeshajua ni sehemu gani ambayo anaishi. Acha niende kule Mbagala, kuna ndugu yangu yupo kule. Nitafikia pale huku jitihada za kumtafuta Esther zikizidi kuendelea.